Hadithi inaanza na Naomi, msichana mwenye haya ambaye kila huwa ana uso wa woga. Wakati wa kubadilishana madarasa, anakuta barua ya maungamo juu ya deska lake. Baada ya kuisoma, anatambua kwamba barua hiyo imetoka kwa John, mvulana maarufu zaidi shuleni. Siku hiyo hiyo, anamkutana naye baada ya masomo. Na mara tu anapomwona, anakuwa na wasiwasi na hajui afanye nini. Kwa bahati, anakutana na rafiki yake Arina, hivyo haraka anamvuta pembeni ili kuficha hali ile. Wakiwa njiani, Naomi anamuuliza swali. Kama John, mvulana maarufu shuleni, angekiri kumpenda, angefanya nini? Arina anajibu kwamba angau John ni maarufu, anaonekana kuwa baridi kidogo kwake, hivyo hawezi kutoka naye kimapenzi. Baada ya kusikia jibu hilo, Naomi anaendelea kufikiria mchana wote. Hivyo, anaamua kumjibu John kwa kumwandikia barua, kumwambia kwamba hawezi kurudisha hisia zake kwa sababu hamjui vizuri vya kutosha. Sehemu nyingine ya shule, msichana mmoja anamkiri John mapenzi yake, lakini John anamkataa kwa kusema kwamba tayari anampenda msichana mwingine. Habari hiyo inaenea shule nzima na kufanya kila mtu ajiulize ni nani huyo msichana mwenye bahati. Siku iliyofuata, Naomi anapokea barua nyingine kutoka kwa John ambapo anamuomba atoke naye ili waweze kufahamiana zaidi. Hili linamshangaza sana Naomi, kiasi kwamba anasimama ghafla darasani na kuvuta umakini wa darasa zima. Mara tu kipindi kinapoisha, anaenda kwenye chumba cha redio. Arina anajitolea kumbebea vitu vyake. Wakati huo huo, wanafunzi wa kipindi kinachofuata wanafika, akiwemo John ambaye anamwangalia Arina kwa mbali. John anaandika barua nyingine kwa Naomi na kumwambia kwamba kuanzia sasa aweke majibu yake kwenye kisanduku kilicho nje ya chumba cha redio. Naomi anakubali, na siku iliyofuata anakutana na John kwenye korido. Anapogongana naye kwa bahati mbaya, anapata tena wasiwasi. John anaomba msamaha kisha anaondoka. Anapokagua kisanduku, Naomi anakuta daftari ambalo John amelimwachia ili waweze kuendelea kuandikiana. Baada ya kulisoma, anatambua kwamba baada ya kufahamiana vizuri zaidi, John anapanga kumkiri tena hisia zake. Ingawa mwisho wa ujumbe, anagundua kwamba daftari hilo kwa kiwali lilikuwa limemlenga Arina. Hapo ndipo anatambua kwamba kila kitu kilikuwa ni kutoelewana. Kwa ukweli, John alikuwa na hisia kwa rafiki yake. Akiwa na huzuni kwa ugunduzi huo, anaamua kumwandikia John barua kueleza hali yote. Lakini wakati anakaribia kuiweka kwenye kabeti ya John, anakutana naye. Anajifanya kuanguka. John anajaribu kumsaidia kuinuka na kumuuliza kama yeye ni rafiki ya Arina. Naomi kwa aibu sana anasema ndio. Kisha John anamuuliza kama Arina amemwambia chochote kumhusu yeye au kuhusu lile daftari. Akiwaona jinsi alivyo na wasiwasi, Naomi anasema huenda Arina atamjibu hivi karibuni, na jibu hilo linamfurahisha sana. Hili linagusa moyo wa Naomi kwa ndani, na anaendelea kuandikiana, ingawa anajua kwamba kwa kujifanya kuwa rafiki yake, ukweli utafunuliwa siku moja. Lakini kwa sababu mapenzi yana nguvu zaidi, siku iliyofuata John anafurahisha sana anapolipata daftari. Baada ya hapo, wawili hao wanaanza kufahamiana zaidi kupitia barua zao kwa kushirikiana maelezo binafsi kama vile mambo yanayopenda, siku zao za kuzaliwa na aina ya muziki wanaopenda. Katika mawasiliano hayo, wanagundua kwamba wote wanapenda bendi moja ya muziki wa rock. Siku moja, Naomi anakutana na mpenzi wake wa zamani, Yano, ambaye anamuomba wawe marafiki tena. Siku kadhaa baadaye, wakati wa mapumziko, Naomi anapiga wimbo wa bandi yake anayopenda unaokidahiri kuwa pendekezo la John, na hilo linamfurahisha sana. Baada ya siku ndefu, wasichana wa darasa lake wanamwalika kwenda karaoke. Lakini huko anamkutana na John tena bila kutarajia. Waliopo hapo wanasema kwamba Naomi ndiye anayesimamia chumba cha redio na kwamba ndiye aliyepiga wimbo wa rock, na hilo linamfurahisha sana. John anamuuliza kama Arina alimwambia apige wimbo huo. Naomi anasema ndio na anatabasamu kwa upole, wakati wengine wakicheka wimbo huo na kusema hawaupendi. Ingawaje John anakiri kwamba yeye anaupenda. Kisha ghafla kila mtu anaanza kuusifia muziki huo kwa sababu tu yeye ni maarufu. Akiwa ametoka kidogo, John anamkasirika Naomi kwa sababu alitabasamu tu na hakumtetea rafiki yake. Wakati huo, Yuko anafika na kukatisha mazungumzo yao. Hivyo, Naomi anachukua nafasi ya kurudi ndani na kuwaaga marafiki zake, lakini kwa mshangao wake, John anaondoka pamoja naye. Wakiwa nje, John anaomba msamaha kwa kuzungumza naye kwa ukali, lakini pia anamshukuru kwa kumruhusu kutumia kisanduku cha chumba cha redio. Wakiwa wanazungumza, John anamwambia kwamba zamani alikuwa anacheza mpira wa miguu akiwa na ndoto ya kuwa mchezaji wa lulu. Lakini baada ya mama yake kufariki na kutokana na ugonjwa wa bibi yake, aliacha ndoto yote kwa sababu bibi yake ndiye anayewatunza yeye na mdogo wake. Sasa yeye ndiye anayeshughulikia mambo ya nyumbani wakati baba yake anafanya kazi. Ingawa alitaka kuendelea kusonga mbele na mpira wa miguu, anahisi kwamba hakuna kitu anachoweza kufanya kuhusu hilo. Baada ya kusikia haya, Naomi anamwambia kwamba hata kama haiwezekani kwa sasa, siku moja hakika itawezekana, na anamtia moyo asikate tamaa. Siku iliyofuata, mashindano ya mpira wa miguu yanatangazwa shuleni. Akiwa amepata hamasa kutokana na maneno ya Naomi, John anaamua kushiriki. Akiwa njiani kutoka, anakutana na Naomi na anamsalimia kwa shauku kubwa anapomuona. Kwa upande mwingine, rafiki yake Naomi, Yuko, anamwambia Naomi kwamba anampenda mvulana anayeitwa Joneta. Lakini anadhani kwamba Arina pia anampenda, hivyo anamuomba Naomi asimwambie Arina chochote. Siku chache baadaye, Joneta na Yuko wanapanga kwenda kwenye bustani la burudani.
na wanawaalika pia Arina, June na Naomi. Siku ya matembezi inafika na Naomi anafika bustani kwanza akiwa na mtindo wa nywele tofauti na ule wa kawaida wa shuleni. June anafika na kumwambia kwamba anaonekana tofauti akiwa kwenye mavazi ya kawaida. Kisha anagusa nywele zake kwa upole. Wakati huo huo, Arina anafika na kujitambulisha kwa June, jambo linalomfanya Naomi awe na wasiwasi kwa sababu anaogopa uongo wake kufichuka. Lakini hakuna kinachotokea kwa sababu hii ni mara ya kwanza wao wawili kuzungumza uso kwa uso, hivyo hakuna anayeshuku chochote. Muda mfupi baadaye, Jonetta na Yuko pia wanafika na wote wanafurahia michezo pamoja, kushiriki nyakati nyingi nzuri na za kupendeza. Baada ya hapo, wanaendelea kufurahia. Wanaenda kwenye mashine za kushika vitu ambapo June anafanikiwa kushinda dole la mbwa mdogo mzuri. Baadaye wote wanashindwa kuamua watakula nini, hivyo Arina anapendekeza wacheze karata ya mkasi, karatasi na jiwe. Mwishowe Naomi anashinda na anachagua mgahawani wenye vyakula vya aina mbalimbali. Wakiwa wanakula, Naomi anagundua jinsi Arina na June wanavyoelewana vizuri, jambo linalomfanya awe na wivu kwa sababu hakutarajia hilo. Baada ya chakula, June na Naomi wanachaguliwa kusafisha meza wakati wengine wanaenda kucheza. June anamnunulia kinywaji na kumpa lile dole aliloshinda. Kisha wakati wengine wanapanda jukwaa la mzunguko, Naomi anahisi huzuni anapowaona Arina na June pamoja kwa sababu kwa kweli anampenda. Waliporudi shuleni, Naomi anafanya vibaya sana kwenye masomo ya michezo. Hivyo basi, baadaye anatembelewa na mpenzi wake wa zamani Yano, ambaye anamwambia kuhusu shule ya utangazaji na kumshauri aombe kujiunga. Msimu wa mitihani unapofika, Naomi anapata alama juu zaidi kwenye Kiingereza wakati June anapata alama mbaya zaidi. Akisikia hivyo, anaamua kumuomba amfundishe Kiingereza na wanabadilishana namba za simu. Baadaye wanakutana maktaba, lakini June anamuomba Naomi ende nyumbani kwake, ingawa kwa muda mfupi Naomi anapata mawazo yasiyo sahihi. Sababu halisi ni kwamba anapaswa kumtunza bibi yake na mdogo wake. Naomi anakubali, lakini njiani wanakutana na Yano na June anagundua kwamba wawili hao walikuwa wapenzi zamani. Wanapofika nyumbani kwa June, mdogo wake anafikiri Naomi ni mpenzi wa kaka yake na anafurahi sana. Baada ya kutokuelewana hilo, wawili hao wanasoma kwenye chumba cha June ambapo mdogo wake anawaletea chai na kusema wanaonekana kama wapenzi wazuri. Naomi anajaribu kufafanua hali hiyo, lakini June anakataa. June anapomsindikiza Naomi kurudi nyumbani, anamwambia kwamba anapenda sana kipindi chake cha radio na anampendekezea asome utangazaji. Wanapofika uwanjani, wawili hao wanafanya mazoezi ya mpira wa kibasket na June anamfundisha jinsi ya kurusha mpira. Anamkaribia sana Naomi, jambo linalomfanya mapigo ya moyo wake iende haraka. Wakiwa pamoja, June anamwambia kuhusu jinsi ilivyokuwa ngumu kwake kuacha ndoto ya kuwa mchezaji wa mpira wa kulipwa. Anasema hata aligombana na baba yake kuhusu hilo, lakini bibi yake, ingawa alikuwa mgonjwa, alimpa msaada. Hilo lilimgusa sana hadi mwishowe akaacha mpira wa miguu kuitunza familia yake, na ndiyo maana anamshukuru Naomi kwa maneno yake ya kumtia moyo. Siku chache baadaye, June anaenda darasa la Arina kuazimu kitabu, lakini anaanza kumtafuta Naomi kwa macho. Naomi anapofika na kuona kwamba alikuja kumuona Arina, anahisi huzuni na kujificha kwenye chumba cha redio. Bila kutarajia, anakutana na Yano ambaye anamuuliza kama wanachokea kimapenzi na June. Naomi anajibu kwamba wao ni marafiki tu. Kisha Yano anamuuliza kama wanaweza kuanza kutoka tena. Naomi bado hampi ajibu. Wakati huo, June anatokea na kusikia mazungumzo yale kwa bahati mbaya, anahisi wivu na anaondoka bila kusubiri jibu la Naomi. Usiku huo, June anamtumia Naomi ujumbe akisema kwamba alama zake za Kiingereza zimeongezeka. Anamshukuru kwa masomo yake. Akiwa anahisi gita, Naomi anamweleza ule ukweli na anamwandikia barua. Lakini siku iliyofuata, Arina anamwambia kwamba mvulana mmoja alimwalika kutoka naye na yeye alikubali. Naomi anashangaa na anamwambia asifanye haraka hivyo kwa sababu kuna mvulana wa karibu naye ambaye huenda tayari anampenda. Yuko anaposikia hayo, anafikiri Naomi anazungumzia Jonetta na anamuita msaliti kwa kumwambia Arina kuhusu mvulana huyo. Hivyo basi, Arina anamtetea rafiki yake, jambo linalosababisha ugomvi kati yao. Baadaye, June anamtafuta Naomi ili wasome pamoja. Lakini anapoona kwamba ana huzuni, anampeleka juu ya paa ya jengo ili apumzike. Naomi anamweleza kuhusu ugomvi wake na marafiki zake. Hivyo, June anamtia moyo ajisikie vizuri kwa kumfanya apige kelele kutoka juu ya paa ili kuachilia msongo wa mawazo. Wanaporudi darasani, June anamuuliza kama bado anampenda Yano. Naomi anaeleza kwamba walitengana kwa sababu mvulana huyo alimkiri hisia zake, lakini yeye hakuwahi kusema wazi alichohisi. Hivyo, June anamwambia kwamba mara nyingine atakapompenda mtu, asifiche hisia zake, bali aziseme wazi. Kisha Naomi anasema kwamba Arina na yeye wanaonekana kuwa wapenzi wazuri na anatumaini mambo yataenda vizuri kati yao. Hivyo basi, June anapoona huzuni yake, anamkisi ghafla hapo hapo. Hilo linamshangaza sana Naomi na haraka anamsukuma mbali. June anajaribu kuomba masamaha, lakini kwa aibu anaondoka. Usiku huo, hata mmoja wao hawezi kuacha kufikiria kuhusu busu lile lisilotarajiwa. Siku iliyofuata, wakati wa mapumziko, Yuko anaenda kwenye chumba cha radio kumwomba Naomi apige wimbo. Baada ya kusikia, wawili hao wanaombana masamaha. Vivyo hivyo, Arina anaposikia wimbo huo, anaenda kuwatafuta marafiki zake ili waombe masamaha. Mwisho, watatu hao wanapatana tena. Akitumia nafasi hiyo, Yuko anawaambia kwamba ameamua kumkiri Jonetta hisia zake. Wakiwa wanazungumza, Arina anasikia sauti nyuma ya mlango na anaenda kuangalia. Huko, anakuta daftari la Naomi. Anapoona kwamba daftari hilo limeelekezwa kwake, Naomi anabaki ameshangaa. Anaomba masamaha tu na anaondoka. Siku chache baadaye, wasichana wanashiriki katika mashindano ya michezo ya shule kwa kucheza mpira wa kibaka.
June anaenda kumwona Naomi wakati anafanikiwa kufunga mpira kikabani, jambo linalomfurahisha sana. Baadaye, wakati wa zamu ya wavulana, wanaenda kucheza mpira wa miguu, lakini wanashindwa kushinda kwa sababu ya makosa ya Jonetta. Yuko anapoona Jonetta ana huzuni, anamfuata na hatimaye anamkiri kwamba anampenda. Baadaye, Naomi anaenda kumtafuta Arena. Rafiki yake anamwambia tayari alikuwa anashuku kuna jambo linaendelea kwa sababu hivi karibuni alikuwa akitenda kwa njia ya ajabu. Naomi analia na kuomba msamaha kwa kujifanya kuwa yeye. Arena anaamua kumsamehe kwa sababu anajua Naomi hakufanya hivyo kwa nia mbaya, na anamuomba tu amwamini kwa sababu wamekuwa marafiki wa karibu tangu wakiwa wadogo. Hatimaye, Naomi anaamua kumwambia June ukweli wote. Hivyo, anaacha barua juu ya daftari lake. Mara baada ya hapo, anaenda kwenye chumba cha radio. Siku hiyo, anapiga muziki anaoupenda na kuambia wote kwamba anaupenda muziki wa rock. June anaposoma barua hiyo, Naomi anaomba msamaha kwa kumdanganya muda wote huo. Pia, anaahidi kumsaidia June aweze kuwa na Arena. Akiwa mshangazwa, June anakimbia hadi chumba cha radio kumtafuta na kumuuliza maelezo. Naomi anaomba msamaha tena, lakini kwa mshangao wake, June pia anaomba msamaha kwa sababu ukweli ni kwamba yeye ndiye aliyekosea kuelewa kila kitu. Alifikiri kwamba Arena ndiye aliyekaa kwenye daftari lile, lakini baadaye aligundua kwamba ilikuwa ni Naomi. Naomi anarudi nyuma kwa mshangao na kwa bahati mbaya anawasha kipaza sauti na kufanya shule nzima wasikie mazungumzo yao. June anamuuliza kama kweli anataka kila kitu kiishie hivyo, na Naomi anajibu kwamba hataki. Kisha June anasogea karibu na kumkiri kwamba anampenda. Shule nzima inasikia maongazo hayo na wanafurahia kwa ajili yao. Naomi anapogundua kwamba kipaza sauti kiko wazi, haraka kinazima. Kisha June anaeleza jinsi alivyogundua ukweli. Zamani kidogo aliandika juu ya daftari lake kwamba hataki kuacha mpira wa miguu. Siku chache baadaye, mtu mwingine aliandika sentensi mpya ikimtia moyo kuendelea. Siku moja, alimuona Arena akikusanya madaftari kutoka kwenye daftari lile na akafikiri kwamba yeye ndiye aliandika sentensi hiyo. Hivyo, akaanza kuvutiwa naye. Lakini siku ile alipoongea na Naomi kuhusu mpira wa miguu na yeye akamtia moyo kwa maneno yale yale, aligundua kwamba Naomi ndiye aliandika sentensi hiyo. Baadaye, aliona mchoro ule ule kwenye tangazo la chumba cha radio ambao pia ulikuwa kwenye daftari. Hapo ndipo aligundua ukweli wote. Hivyo basi, hakumwambia kwa sababu kila siku ilivyokuwa inapita, alikuwa akizidi kumpenda zaidi na zaidi. Baada ya kusikia yote hayo, Naomi anakiri kwamba yeye pia anampenda. Wakisema hivyo, wanakumbatana na kubisana kwa mapenzi. Mwisho, tunaona Naomi akifanya kazi kama mtangazaji wa radio wakati June anakuja kumchukua kazini, ikionyesha kwamba mapenzi yao ya shule bado yanaendelea kuwa imara. Hivyo basi marafiki, kama umefurahia simulizi hii, usisahau kupenda, kujiunga na kuwasha alama ya kengele. Tutaonana kwenye nyingine. Asante kwa kutazama.